usafi huko. Haina shida, mtapesa kwa mjemo kwenda. Haya poa. Baki salama pia. Haya. Afadhali kwanza ndugu yangu nilivyokuona, kwa sababu mimi jana kwangu kulikuwa na tatizo kubwa sana kuhusu mke wangu, na mimi najua wewe ni rafiki yangu fika nifike. Maanake nikifanya kitu lazima ujue, ukifanya kitu lazima nijue. Tumeelewana hapo? Yeah. Sasa ndugu yangu, kuna tatizo moja ambalo hapa katikati limejitokeza katika familia kwenye ndoa yangu mimi, na kama unavyojua ndoa yangu mimi naipenda sana. Nimeshalielewa. Unasema kuhusu kile cheupe kile kifupi kile. Sasa mimi nadhani nimepata mkanda mzima, hali ya kuwa ndugu yangu sijakuhadithia chochote. Mimi nilikuwa nyumbani, nilipotoka kazini nikaingia ndani, lengo mwanamke anitengee chakula nile. Sasa pale akaanza kelele, sikukuta chakula. Akaanza kelele. Kumbe sababu kubwa ni wewe. Sasa ndugu yangu nisikilize, nikwambie kitu kimoja. Unajua wanaume hatuko hivyo kabisa. Alafu sisi wanaume ni watu ambao tunatunziana siri, tunafichiana siri guys. Sasa wewe unatoka hapo miguu yako mguu pili mguu mweusi, chapu kwenda kwa mke wangu kumpa maneno kwamba mimi natoka na kile cha mke kile kifupi. Hivi mimi niwakuwa na kile cha mke kifupi? Sikia kwanza. Sikia kwanza. Umesema kwamba mimi nimetoa maneno nikaenda kumwambia mke wako, si ndio hivyo? Ndio. Sasa unatoaje maneno? Wewe ni mwanaume, kuwa na kaba, kuwa na kifua ndugu yangu. Sikia. Umesema kwamba mimi ni mwanaume, natakiwa niwe na kaba, niwe na kifua. Sawa? Sasa unafikiri wewe kutembea na yule, sawa? Ulifikiri mimi labda napenda? Mimi mwenyewe kwanza namtaka. Dada huyo. Afadhali mdogo wangu nimekuona. Mambo vipi? Mzima. Uko poa? Uko poa vipi? Kule ulipoenda umefanikisha? Nimefanikisha kwa kweli, nimepata kazi. Umepata kazi? Ndio. Yule bwana akakwambia unaishi pale au? Kaniambia nitaishi kwa nakaa pale kwake, maana hana mtu wa kukaa pale. Sasa dadangu, mimi nitaanza kuwa nalala peke yangu, ile nyumba kubwa ile. Itabidi uvumilie, tafanyaje mdogo wangu, ndo maisha. Mshahara akakwambia shilingi ngapi? Kwenye habari ya mshahara hatujaongea, ila amesema kitoka safari tu tutaongea. Amesafiri? Kwa chakula kaacha amekuemelea kila kitu. Safi. Dadangu, mimi nachokusii, ndio ukienda usijaribu kutusahau sisi, maana unajua maisha, ukumbuke tulikotoka. Ndio. Usijaribu kunisahau. Siwezi kufanya hivyo. Naelewa maisha ya kijijini. Basi wewe nenda kazini. Ndio. Uwahi kazini ukafanya kazi kwa uelevu. Ndio. Sawa? Kama kutakuwa na shida utakuwa unanipigia. Mimi nitaendelea kuishi pale pale. Haya poa dadangu. Haina shida. Haya poa. Kwa ina maana kwamba mimi kila nikipata ka chance, yani one mistake one chance one go, nikipata ka chance tu tayari wewe unakaikia kimvuli, si ndio? Si ndio maana yake? Tufanye sasa, wewe ndio mimi, sawa? Kwa yule mwanamke kwanza alivyo, mwanamke mweupe hivi, mfupi hivi, sawa? Nisikilize. Mimi nadhani mimi na wewe urafiki utakufa sasa, kwa sababu wewe ni mbea, ni mnafiki. Ni mtu, yani mimi nilijua utanitunzia siri zangu, utafanya kila kitu ili mke wangu asijue chochote kile. Yani kumbe mwanamke, yani wewe ni mwanamke, wewe ni mabua. Sikia sasa. Sawa. Kwa ajili ya yule cheupe, sawa? Mtoto mfupi yule, sawa? Bora urafiki ufe. Yani wewe ni mwanamke mabua wewe. Wewe ni mwanamke mabua kabisa. Sikia sasa. Yani wewe ovyo bana. Nani ambaye hapendi kuona mshangazi? Toka hapa, mshangazi kitu gani bana? Wewe mshenzi tu. Toka bana. Aya, shut up Moss Mbilisondo. Toka. Yani mtoto mzuri, mshangazi hivi. Yani niwe nalelewa. Alafu hiyo chance aimiliki yule. Nitaharibu bora niitwe Isaac on the beat.
Hey, mambo vipi? Poa, mzima. Samahani. Uko poa lakini? Niko poa, za kwako? Okay, salama kabisa. Sijui wewe. Safi. Unaitwa nani? Naitwa Tina. Umebarikiwa na jina. Maana nimekupimia toka kule sana kipindi unakuja. Yaani kiufupi dada yangu, sawa. Kuna kitu ambacho nilichokuwa nataka nikwambie. Ila takriban kama siku 4 ambazo nimekuona, ila sikupataga ujasiri wa kukwambia. Ila nimeona kuliko nikae naitesa nafsi yangu, sawa? Nimeona tu bora nikueleze hisia zangu, ila sitokwambia kwa leo. Kwa sababu kuna sehemu na wahi, ile ingekuwa vyema zaidi, sawa? Ningesaidia namba yako ili tukazidi kuwasiliana. Kaka wewe. Usiwe na wasiwasi, sawa? Hapa sasa hivi kuna matapeli. Usiwe na wasiwasi, niamini mimi, sawa? Yaani simu mwisho upiga saa 12, sawa? Kwa nini sasa? Masharti na vigezo kuzingatiwa. Okay, haina shida, tutamaliza tu. Sawa. Umesema unaitwa nani vile? Naitwa Tina. Wewe si safety na hiyo, sawa? Mimi naitwa Jackson. Nitakupigia. Sawa. Haina shida, ila sitaki usumbufu. Usiwaze. Sasa mimi naomba tutoke hapa moja kwa moja mpaka twende kwa hiyo Juma ili anielewe. Hivi umechanganyikiwa? Nani atoke hapa aende huko kaongea upuuzi kama huo? Asije kujua kijiji wewe nani? Lakini hizo tabia mimi nishachaga. Yaani umalaya ilikuwa ni muda mrefu sana. Ilikuwa kwa yule Mama Juma. Mama Juma kweli yeye ni bwana date. Lakini mimi nakwambia kweli, haki ya Mungu haswea, mimi sijafanya tena ujinga. Na hakuna mwanamke yoyote yule hapa kijijini ambaye anakuzidi. Mkangu, mimi naomba moja kwa moja twende kwa Juma. Twende. Bana na hatu. Twende. Haya twende. Tamu natengeneza kitu kibaya sana kwenye ndoa yangu. Mimi naburuzana na mke wangu mtaa mzima na unavyojua huu mtaa ni wanafiki, ni wambea. Mimi na mke wangu tunaburuzana, tunapelekana mkoko wakati tulioana usiku saa 8 za usiku. Wewe, nisikize nakwambia ndugu yangu. Sijakuelewa. Yaani sijakuelewa unamaanisha nini? Nisikilize. Hapa ndo tunaingia kwenye kunielewa. Aya, hebu naomba zungumze yote uliyomwambia mke wangu. Zungumza kile kitu ambacho ulimwambia mke wangu. Na usiongee ukweli, sawa? Kwa zungumza. Yaani usiongee ukweli, zungumza. Acha ujinga. Usichongesha ndo usiongee ukweli. Usiongee ukweli, zungumza. Sitaki ujinga. Sikia shemu. Usiongee ukweli, zungumza. Lakini nifanye nini? Sasa nifanye nini? Kwamba zungumza, usizungumze ukweli, zungumza basi. Zungumza kitu ambacho kimenani. Wife, mimi nimekwambia kwamba huyu mtu anataka kutengeneza ndoa yetu iwe tata. Hebu subiri wewe na wewe. Asante. Unaongea hata umpi mwenzio balance shem. Yaani leo wewe yaani nyie wawili nilikuwa na hamu na nyie. Hebu shem ongea ukweli wote, yale maneno ulioniambia siku ile pale. Ulichokisema ni ukweli au ulikuwa unanidanganya? Kafanya nini? Sio kwamba alifanya kweli, lakini alifanya kidogo. Yaani alifanya kidogo. Mbona sikuelewi? Sikiliza nikwambie, mpuzi mmoja wewe. Hizo habari za kuna niletea maneno ya kijinga. Sitaki tena habari zako zozote zile. Unajua umesababisha nimemchukia mume wangu. Umesababisha ndoa yangu imekuwa kwenye matatizo ambapo sikutegemea. Unajua ni kiasi gani nampenda huyu mwanaume wewe? Sikiliza. Tulioambiwe. Nakele huko. Asante. Umesababisha nimemchukia mume wangu. Afu umesababisha ndoa yangu imekuwa kwenye matatizo. Unajua ni kiasi gani nampenda huyu mwanaume mpumbavu wewe? Mwambie. Kele huko na wewe. Asante. Sikiliza. Iwe mwanzo na mwisho kuniletea maneno yako ya kipumbavu. Ndoa yangu ndo kwanza ina mwaka mmoja. Lakini nini? Ulienda ukamwambia kabisa wakati mimi nikufikishia singekuwa siri yako shemu. Wewe ni mpumbavu. Sikiliza nikwambie. Uchonganishi gani kati ya mimi na nani mchonganishi? Hebu dai twende huko mkangu nini? Niko nataka nimpe la mwisho. Nini? Acha ujinga. Twende huko hivyo.
nenda basi kaosha vyombo huko. Mimi nimechoka kila siku kana naambia kitu kimoja mnielewe, shida ni nini? Mbona nyinyi watoto mtaniua? Mbona mnanifanyia mambo ya ajabu hivyo? Nenda basi mkafanya kazi zenu na wewe, nenda huko na wewe huko. Mimi nimechoka. Kama kulea watoto ni hivi, mimi nimechoka. Bwana warudishe kwa babu zenu huko mkakae huko. Mimi siwawezi.